Bravo. Unaongea na mimi yo? Ndio, naongea na wewe Bravo. Wewe unanifahamu mimi, lakini mimi sikufahamu wewe. Nafikiri tungefahamiana kwanza, ndo mazungumzo mengine yafuate. Usio na haraka kunifahamu. Bado muda uko wa kutosha. Ila nina ombi moja kwako. Nahitaji kuishi kwenye mwili wako. Yaani inawezekana vipi wewe ukaishi kwenye mwili wangu mimi? Na isitoshe wewe una mwili wako na mimi na mwili wangu. Sasa wewe ukiishi kwenye mwili wangu mimi nitaishi wapi? Hayo maswali yako sio muhimu kwa sasa. Cha umuhimu zingatia ombi langu. Nahitaji kuishi kwenye mwili wako. Yaani inawezekana vipi wewe ukaishi kwenye mwili wangu mimi? Hayo yote ni chini. Na siku ukiona uko tayari, utanifuata hapa hapa utanikuta. Au utaniita kwa jina langu. Lakini mimi sikufahamu. Na hata jina lako silifahamu pia. Sauda. Ndugu yangu, nimeamka vibaya sana leo. Na ndio maana hata kazini nimeshindwa kuingia. Lakini nashukuru sana kuja kuniona. Hali yangu sio mbaya, ila tu niliamka vibaya. Lakini kuna kitu nataka nikuulize. Hivi ya mambo ya giza, mambo ya uchawi unayaamini? Hivi ya mambo yapo kweli? Au ni maneno tu ya watu? Kiukweli tu kaka, nikwambie kitu kimoja. Kwanza hujakosea swali lako. Cha kwanza haujakosea kabisa swali lako. Baba, uchawi upo. Uchawi upo. Mimi nakumbuka nenda na rafiki yangu siku moja Simbawanga. Tukafika sehemu jamaa mwenzangu anapindwa kubeti sana mkeka huyo. Jamaa kubeti ile siku ya kwanza na beti. Ifika jioni anakuja pata majibu kala 15,000. Bwana kuila ile 15,000 kuchukua ile 15,000 tunaenda tulikofikia kulala. Kuamka asubuhi mwanangu mdomo umevimba hapa. Kibuyu kabisa, unaona kabisa domo limevimba. Baba vipi? Domo limevimba kabisa, domo limevimba. Nikasema sasa hapa nakoelekea uko mwishoni nakoelekea sasa tuanza kuvimbishwa mishipa ya magoti. Yaani 15,000 tu ndo mtu anavimbishwa mdomo ndugu yangu. Sasa achana na hiyo. Hiyo 9 tu. Ngoja nikupenda 10 nikumalizie. Kwa sababu bwana nikasema mimi mwenyewe nikasema bwana naenda shangazi yangu akasema twende tukatembee Mtwara. Baba nimekuta sehemu kuna duka. Hilo duka halifungwi. Linakuwa turubai tu hivi she. Likifunguliwa turubai likifunguliwa hivi. Pale unaingia pale dukani unakuta kila kitu kishaandaliwa. Yaani kama mchele, kama si unanunua dagaa, kama unanunua nini. Hela unazikuta pale baba, ukitoa shilingi 10,000, kwa mfano umetoa shilingi 10,000, change unachukua mwenyewe. Ukizidisha change, kinachokukuta mwanangu ulali. Unashinga kila ukizunguka utoke pale dukani. Kila ukizunguka utoke pale dukani. Baba babu uchawi upo. La sikudanganye mtu, uchawi upo. Mimi nimechoka babu ya Mtwara hiyo. Kubwa hiyo. Hatari. Nilichoka she. Wewe unazunguka huko pale pale. Ukiiba tu yani ukizidisha change. Yente. Ukienda pale ukasema toka uchukue dagaa ukasema uniibe kitunguu hichi uke mfukoni. Kama huko Bongo ndugu yangu huko wangekufa watu wengi sana. Yaani hilo duka ni kwamba hakuna muuzaji. Unaenda pale unajipimia wewe mwenyewe, unaweka hela yako unachukua change, si ndio hivyo? Yaani mwenyewe unajihudumia na usizidishe change. Umetoa 5,000 uchukua, kama umechukua kitunguu chako uchukue 4,900. 4,900 hiyo ndio weka mfukoni. Ukizidisha utazunguka na kwambia utazunguka kile kijiji unatokea pale pale dukani. Nikasema hili duka lijafungwa Dar es Salaam huko naweza nite wakina sisi hapa singekuaje. Oya, kweli uchawi upo mwanangu, nimeamini. Vipi kwanza? Kuna kitu kimekukuta nini ndugu yangu? Wewe niambie tu ukweli kama kuna kitu kimekukuta, yani bora hata uniambie kwa mimi siwezi kutangaza. Mimi nakwambia kwa mimi mdomo wangu unaufunga hivi. Kama kuna kitu kipo mwanangu mimi mdomo wangu unapiga kufuli. Wewe unajua rafiki yako. Kama kuna kitu kimekutokea
Baba niambie tu, nichane tu kweli. Yaani nimekaa tu nimeanza nikuulize kwa sababu huwa nasikia watu wanaongea au kuna uchawi, sijui kuna majini, sijui kuna nini. Yaani waga nasikia tu hayo mambo. Kwa hiyo nikaona wewe ndugu yangu sio mbaya nikikuuliza. Lakini mimi hawala hamna kichonitokea. Hamna kitu kabisa. Basi sawa ndugu yangu. Ngoja basi mimi niende. Baadaye nadhani tutakutana. Basi kama vipi utangulia? Mimi baadaye natokea. Ngoja nipumzike kidogo ila nitakuja kazini leo. Chakula tayari mume wangu. Vipi? Nikuletee hapo ama unakuja kula ndani? Hebu niambie kwanza. Wapika nini? Leo nimekupikia ugali. Nimekupikia na mchicha. Nimepika na dagaa nyama, nimekutilia nazi mume wangu. Nahisi utapenda kabisa. Yaani unaongea kwa kujiachia kabisa. Ugali, mchicha, dagaa nyama. Alafu inabidi muelewe kitu kimoja. Dagaa ni dagaa na nyama ni nyama. Sawa? Sasa uwezi kunipikia mimi vitu vya ajabu namna hiyo. Na kuachia pesa ya maana kabisa, shilingi 1500. Mwanamke mzima unashindwa kukaa chini kufikiria kwamba nipike nini mwanaume wangu afurahi. Yaani ni kwamba umeshindwa, yaani umekosa maarifa kiasi hicho. Unapikia mimi vitu vya ajabu ajabu. Serious? Yaani uko serious wewe mwanamke? Leo mimi kukupikia na kupikia vitu vya ajabu. Kwa ugali dagaa ni vitu vya ajabu. Toka lini vitu hivi vikawa vya ajabu? Maana leo sio mara ya kwanza wala sio mara ya mwisho. Kila siku nakupikia vyakula hivi. Inakuwaje leo unaniambia vyakula vya ajabu? Mbona sikuelewi? Sikia nikwambie. Yaani kama kwako ni vitu vya maana, kauchukue ukoo wako. Kamchukue mjomba wako, mama yako mdogo, mkale chakula hicho ambacho umepika ambacho ni kuna cha maana. Lakini mimi siwezi kula chakula chako. Sawa? Mume wangu, leo hii wewe kuniambia maneno kama hayo, nikachukua ndugu zangu, sijui nikachukua ukoo wangu kweli? Hivi ni vyakula vya ajabu? Mbona kila siku unaniachia hela na nakupikia vyakula hivi? Inakuwaje leo unaanza kuniambia vyakula vya ajabu? Ujue sikuelewi kabisa mume wangu. Nimeongea Kiswahili, lugha nyepesi kabisa, kwamba siwezi kula chakula chako. Sawa? Haya leo makubwa tena makubwa na mapya kabisa. Yaani wewe leo kuniambia hivyo mimi. Sawa, ngoja mimi nikale. Aisee, mbona kama mwehu hivi? Hiyo itakuwa jini. Huyu jini makusudi huyu. Afu hii t-shirt hii kanipa bravo hii t-shirt. Yefanya masuala ya ushirikina hii. Naenda kama ifanya masuala ya kishirikina, maana leo haiwezekani. Kwani aniulize masuala ya kishirikina, sio uchawi upo kweli sio nini? Maana nguo yenyewe au nichome moto. Ini chome kama jamaa yochoma gari. Ini kichoma kama yochoma gari ule unyama kabisa ni kilo safi tutakuwa nimepuka na mambo mengi au basi. Maana hapa nikiangalia mimi mwenyewe hapa kwanza ngozi yenyewe hata sina. Woni ishi nayo hivyo. Kama hata kama kijini makusudi kimeniingia akinipati kwanza kuna dege enda kwa mganga sakidunda. Baada kaloge vizuri shati. Afu shati kabidi nikainani. Nikaifanyie kitu. Hii kabidi kwanza ikapakwe dawa. Pakwe dawa. Hii inapiga bonge la mvumbasi. Unainamia, unajivusha. Shati usigeuze tena. Usigeuze tena shati. Ila mimi bado hapo nasele. Ndafanya ufukunyu kwangu wote mpaka nijue yule jamaa anamaanisha nini. Kuuliza maswali kama yale. Sija kwa unafanya naye kazi ipo, unafanya naye mtu kazi. Baadaye tena unashangaa unageuka kwa mtu ambaye eleweki. Unaelekea wapi?
Mume wangu, si nilikuaga, lakini wiki nzima inakwambia kwamba wiki ijayo mimi nitaenda kwenye pati. Tuna pati yetu huko ya wanawake wenyewe, mambo yetu ya vikoba hivi. Tumeamua kuandaa pati wenyewe. Pati? Pati gani? Yaani ni pati gani ambayo mimi sina taarifa nayo yoyote? Kwa hiyo Erika, mimi hapa nilipo sina kumbukumbu, si ndio? Hakuna siku umeniaga mimi kwamba leo hii unatoka unaenda kwenye pati. Na isitoshe, mwanamke wa mtu unavaa hivyo. Maana yake nini? Kwa ina maana wewe Erika, kuna namna unanizunguka mimi, si ndio? Yaani kuna namna unanizunguka mimi. Kwa sababu haiwezekani ujilembe, ujipodoe, uvae nguo kama hiyo, mwanamke wa mtu unaondoka nyumbani. Mume wangu, basi punguza wivu na wewe. Sasa kuvaa gani unakosemea wewe hivi? Mbona nimevaa tu kawaida, alafu kwa kuzunguka unakokuongelea? Nimeanza lini mimi hayo mambo? Mimi hujawahi kuniona sijui niko na mwanaume, sijui hujawahi kuniona niko na urafiki na wanaume au mambo ya wanaume, sitaki kabisa. Mume wangu wewe upo. Mimi naenda kwenye pati tu mume wangu. Kwa hiyo mimi mwehu nimechanganyikiwa. Si ndio manake? Yaani kwamba mimi nikae kimya na kuona wewe unafanya vitu ambavyo havinipendezi mimi mwanaume wako, lakini nikae kimya. Ndio maana yako, si ndio? Sasa nisikilize. Kama unaenda, nenda. Lakini mimi safari yako sijafurahishwa nayo. Sawa? Mbona umekuwa na kisirani hivyo? Na mtu nilikuaga kabisa kwamba leo mimi nitaenda kwenye pati. Sasa ni maneno gani hayo unayoniambia? Ngoja tu mimi niende kwa kweli. Kwa maana marafiki zangu hapa wananipigia au kina mama, na mimi nisipoenda. Hivi alikuwa na maana gani kuniambia kwamba anahitaji kuishi kwenye mwili wangu? Kwa hiyo kitu ambacho anahitaji yeye ni kuishi na mimi kwenye mwili mmoja. Alafu ili iweje? Na isitoshe, tangu nimekutana na yeye naona kama sijielewi. Yaani siko vile ambavyo nimezoea kuwa. Cha kufanya inabidi nifanye juu chini, niongee naye, aniambie kwa nini ya mambo yananiendea hivi ambavyo yananiendea. Na aniambie hasa shida yake ni nini. Na anataka kuishi kwenye mwili wangu ili iweje? Maana kila nikiwaza sipati jibu. Na sijui nini hasa dhamira yake. Lazima nifanye hivyo. Lazima niongee naye. Nimeitikia wito wako. Nadhani utakuwa umeridhia ombi langu. Yaani nimekuita hapa sio kwamba nina jibu lako. Lakini tangu nimekutana na wewe siku ile pale, hakuna jambo langu linaenda sawa. Sio kazi, sio familia, sio mahusiano yangu. Yaani hapo unavyoniona mimi na mwanamke, naishi naye na ninampenda sana. Lakini sielewani naye, yaani mambo madogo tunagombana. Yaani haya mambo yananitokea mimi kwa sababu gani? Bravo. Nilidhani umeniita
kwa nia ya kunipa jibu langu. Kumbe umeniita kunipa malalamiko, na si malalamiko tu, yani kunishutumu. Sasa basi, hayo yanakutokea yataendelea kukutokea siku hadi siku mpaka pale utakaporidhia kunipa jibu langu, na sio jibu tu, jibu la kunifurahisha nafsi yangu. Sasa ni ombi au ni lazima? Maana kama ni ombi, kuna mawili, kukubaliwa au kukataliwa. Sasa inakuwaje unalazimisha au yananitokea ya mambo kwa sababu tu sijakupa jibu lako? Sasa yani ni nini maana yake? Utachagua kusuka au kunyoa? Sauda. 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 Kwa nini umenifuata? Nimekuja kukusaidia kazi. Kuna binadamu nimempata, anaonekana anafaa kufanya kazi yetu ipasavyo. Ana nyota kali sana na ni mwerevu kuliko binadamu wengi. Safi sana Sauda, umefanya kazi nzuri sana. Sasa ni lini ataanza majukumu yake? Pindi atakapokuwa tayari kwa hiari yake, ndipo atakapoanza kazi. Lakini mkuu, wewe una nguvu za kufanya kubaliana na lolote unalotaka wewe. Kwa nini usitumie nguvu zako? Kutokana na aina ya kazi anayotakiwa kufanya, inapaswa akubali kufanya kwa hiari yake na sio sisi kumlazimisha. Unaweza kuendelea na majukumu mengine. Hii kazi niachie mimi mwenyewe. Nimekuja kumfuatilia kuona kama atafanya au la, maana anaonekana ameanza ubishi. Sauda. 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 Mi naomba kama kuna sehemu yoyote nimekukosea, maybe kwa kujua au kwa kutokujua, naomba unisamehe tu. Kwa maana mwisho wa siku haya maisha tunayoishi sasa hivi, mimi hata sipendezwi nayo kabisa. Kama kuna kitu nimekukosea, unisamehe mume wangu, tuendelee kuishi tu kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Ili hata mume wangu unapotoka, unaenda kazini kama hivi, unaenda kwa amani, na mimi mwenyewe pia nabaki kwa amani. Kwanza mimi nikutoe wasiwasi kwamba hakuna lolote baya ambalo umenifanyia wala hamna kosa lolote ambalo umenifanyia. Na nafikiri unanifahamu. Yaani mimi niko straight sana. Kama umekosea ningekwambia kwamba kitu fulani umenikosea au jambo fulani umefanya sijapenda. Kwa hiyo wewe na amani tu kwamba hakuna chochote ambacho umenifanyia kibaya ambacho labda wewe unahisi kwamba umenifanyia. Ni sawa mume wangu, lakini naomba tu yani tuendelee kuwa sawa hivyo. Mimi nataka tuishi kwa amani. Ninachoomba tu tuendelee kuishi kama zamani. Yaani tuelewane kama zamani, tuwe na amani. Hivyo tu mume wangu. Nimekuelewa. Nadhani kama nilivyoongea mwanzo kwamba mimi niko sawa. Niko sawa kabisa. Ni wasiwasi wako tu kwamba unahisi labda mimi siko sawa. Na uwe na amani. Kuwa na amani kabisa kwamba mwanaume wangu yuko sawa. Na nafikiri kwa muda huu natakiwa kuwa eneo la kazi. Tutaonana baadaye. Uwe na siku njema. Haya sawa mume wangu.
Vipi? Kuna jambo lolote umeongea na bosi kuhusu mimi? Kwa kweli hapana. Alikuja pale kaona mimi nabadilisha oil kwenye gari. Kisha akakuulizia tu, "Bwana Bravo yuko wapi?" Nikasema Bravo hajafika. Leo nimeingia kazini. Na baada ya kufika tu pale, kiongozi akaniambia kwamba nimesimamisha kazi. Na baada ya kumuuliza kwa sababu gani, akaniambia kwamba ni maagizo ya bosi. Kwa hiyo nimekuja kwako kujua kwamba kuna taarifa zozote unazo kuhusiana na hilo swala. Kiukweli bwana, mimi taarifa sina, na leo kama unavyojua mimi niko off. Yaani mimi sielewi. Sielewi kabisa. Maana sijui kosa langu ni nini mpaka mimi nisimamishe kazi. Lakini umekosea kumwambia kwamba sijafika. Ukisema mimi nimekosea eti kumwambia bosi kwamba wewe haupo, naona kama ningejichumia dhambi. Kwa sababu pale bosi angeniambia kama wewe upo, angesema haya muite. Alafu hujaja. Kingotoka kitu gani? Ameniambia hakuna shida yoyote. Wala hakuna kitu chochote ambacho nimemkosea. Lakini mbona kuna mabadiliko makubwa sana ndani ya muda mchache kama huu? Hii inanitia wasiwasi. Lazima kuna kitu ananificha. Na inabidi nifanye juu chini ili nipate kujua ni kitu gani kinaendelea hapa katikati. Maana hii hali sijaizoea kabisa. Na sijamzoea yeye kuwa katika hali kama hii. Lazima nifanye kitu ili ni ujue ukweli. Nashindwa fumbua. Ningeweza kuombea moyo nadhiri usipende tena. Naona mimi ni muongo tena. Kwa hiyo mwisho wa siku nitakuwa na dhambi kibao, kwa yani Mwenyezi Mungu mwenyewe mpaka anisamee tu kwa kweli. Kwa hiyo hata wewe Bravo tunisamee. Wewe ndugu yangu. Mimi ningepo labda nalijua ile swala ningekwambia, na kama kweli na kweli ulikopo haupo. Wewe ulikopo haupo kweli. Sasa nimwambie vipi mtu upo afu haupo? Alafu tena kingine, labda nikwambie kitu kimoja. Unajua maisha sasa hivi bwana, ukabila kazi uje inakopo au kama. Waswahili wanasema hivi. Sasa hivi ni msingi ni kukaza. Ukikaa bila kazi ndugu yangu, wanasema utauponza. Unaona? Sasa kama ndugu yangu sasa hivi kwanza usifiche, fanya juu chini upate kazi. Alafu kama nilivyokuambia ndugu yangu, kwanza usikoweza kuniambia masuala sio uchawi. Mimi nahisi kama hapo ndugu yangu ushapigwa kijuju. Yaani wewe umerogwa tayari hapo. Ndio maana hata kazi yenyewe mpaka sasa hivi na bosi pale kaja pale aeleweke. Wewe usharogwa tayari. Mimi nakwambia kweli, Bravo umerogwa. Ndio hapo unakuanzia sasa. Leo kazi huna. Kesho tena utafanya kazi sehemu nyingine, utaambiwa tena kazi basi. Hebu ifike mahali uache mambo ya kishirikina. Yaani kila kitu unaanza ushirikina tu. Kitu ambacho mimi nimekiamua. Naenda kwa bosi mwenyewe nikaongea naye. Akaniambia kwamba shida ni nini au kuna sababu gani ya mimi kusimamishwa kazi. Umesikia? Nitakupeleka kwa mganga Sakidunda. Yakishindikana huko. Atakuwa ni yeye tu na sio mtu mwingine. Na hata iweje, siwezi kukubaliana na yeye kwa jambo lolote lile. Vipi? Wewe unaonekana kama una mawazo. Sio kama nina mawazo. Yaani nina mawazo kweli. Shemeji,
Yaani afadhali nimekuona, maana huu mguu unauona huu. Nimetoka huko kwako, nimeenda huko sijakukuta. Yaani afadhali nimekuona hapa. Vipi shemeji, kwema lakini huko au? Nikisema kwema itakuwa uongo shemeji. Huyu ndugu yako kwani siku hizi ana matatizo gani? Ana matatizo gani? Maana sielewi, yaani siku hizi amebadilika. Rafiki yako ni amebadilika sana. Kiasi kwamba ni nashindwa kuelewa. Siku hizi amekuwa mtu wa kisirani. Yaani in short ni amebadilika, kwa sababu kwa muda ambao mimi nimeishi naye na hizi siku 2-3 simuelewi kabisa. Niambie. Kwa sababu wewe ndo rafiki yake wa karibu, labda kunaweza kuwa kuna kitu. Yaani najua kutakuwa na kitu tu, lazima utakuwa unajua. Niambie shemeji yangu, maana mimi sielewi kabisa, nimechanganyikiwa. Lakini wewe bado mdogo sana, huwezi kuelewa. Ukikuwa utaelewa kwamba hii dunia ina raha na karaha zake. Yaani kuna muda unaweza ukafikia ukawa unaongea mwenyewe na usijue kama unaongea mwenyewe, mpaka mtu akushtue. Alafu kwenye hii dunia kila mtu anachanganyikiwa kwa muda wake. Kwa hiyo wewe kuwa mpole, utafikia wakati utakuwa na utajua kwamba kumbe utu uzima ni jalala. Kila kitu kibaya unatupiwa wewe. Sawa? Unaweza kuniona mimi ni mdogo, lakini naweza kuyajibu maswali yako. Maswali yangu? Kacheza unapochezaga wewe mtoto. Bado hujakuwa. Shemeji, mbona blafu yuko sawa tu? Alafu siku zote tupo naye kazini hapa, tunaishi naye fair tu, fresh, tupiga story na hamna chochote ambacho nimeona kama kuna changamoto. Ni leo tu ambao mimi leo niko ofu, nimeshinda tu nyumbani ndo hatujakutana kiukweli na blafu. Sasa unavyoniambia kuna shida, maki nikiangalia ndugu yangu avuta tabange, avuti sigara, hanywi pombe. Sasa unavyosema hayupo sawa shemeji hapo, labda umuulize vizuri. Yaani shemeji, ukisema hiyo kwamba havuti bange najua, havuti sigara najua, mume wangu vitu vyote hivyo hafanyi. Lakini sasa mbona amebadilika? Yaani amebadilika, amechange kabisa. Yaani amechange, ni mtu wa kisirani, yuko bize na mambo yake, yaani anafoka, yaani ni simuelewi kabisa. Yaani mnaongea kitu leo, kesho anakwambia hukuniambia. Yaani anakugeuka. Sasa nashangaa huyu mtu amekuaje? Nikasema labda nikutafute wewe shemeji yangu, ndugu yake wa karibu, uko mara nyingi kazini, upo naye hivi, labda utakuwa hata unajua kitu chochote, unisaidie mwenzio, maana sielewi. Mume wako yule unamuweza. Mimi ninavyomuweza ni rafiki, ila wewe ndio ambaye unalala naye kila siku. Umeona Muulize tu. Basi sawa shemeji. Mimi nitajaribu kuangalia njia nyingine yoyote ili niweze kujua mume wangu anasumbuliwa na kitu gani. Na pia asante kwa muda wako. Bravo. Wewe tena. Nahitaji kujua jibu langu. Umekubali au la? Naomba uniambie. Yaani lengo lako ni nini kwenye maisha yangu? Maana tangu siku ya kwanza sikuelewi. Naomba uniambie leo, una shida gani na mimi hasa? Oh, vizuri sana. Nahitaji kufanya kazi kupitia huo mwili wako. Na endapo utakubali, utafaidika wewe na mimi nitafaidika. Lakini pale tu utakapokubali niingie kwenye mwili wako na kufanya kazi na wewe, mimi siko tayari. Yaani siko tayari kabisa kufanya kazi na wewe kwa namna yoyote ile. Naomba katafute mtu mwingine ambaye ataridhia kufanya kazi na wewe. Lakini mimi siko tayari.
sawa? Na naomba usinifuatilie kuanzia leo. Unaonekana mkaidi sana, na hapo ulipo najua huna kazi, na atakutokea mambo mengi sana mpaka pale utakapokubali kufanya kazi na mimi. Sawa, sina kazi, lakini sio sababu ya kufanya kazi na wewe. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atanipa riziki yangu kwa njia nyingine. Bila samani. Sijui nimemkuta bosi. Vipi? Una miadi naye au umekuja tu bila taarifa? Hapana, sina appointment naye, lakini ni bosi wangu. Kwa akiniona tu mimi au kimwambia Bravo amefika, nadhani ataniruhusu niingie au atakuja niongee naye. Kwa kweli mimi kukuruhusu uingie ndani bila taarifa kutoka kwake siwezi kukuruhusu. Ingekuwa ni vizuri umpigie simu ili yeye aniruhusu mimi nakuruhusu uingie ndani. Yaani usijali. Mimi nafanya kazi kwenye gereji yake. Kwa hiyo akiniona tu ananifahamu, mimi sio mtu mgeni yani kwake. Sidhani kama kuna umuhimu wa kupiga simu. Lakini pia sio kesi. Ngoja nimpigie. Naona simu haipiti. Sijui ni mtandao au ni nini. Siwezi kukuruhusu uingie ndani bila ruksa ya bosi. Hebu naomba unisaidie ndugu yangu. Yaani nina shida muhimu ya kuongea na bosi. Siwezi. Sauda. 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 Mkuu, vipi maendeleo ya huyo binadamu uliyempata? Sauda. Kwanza umetoka wapi? Maana unapenda kuzurura sana huko duniani. Mkuu, nimetoka kwenye mishe zangu za kawaida. Sawa. Yule binadamu bado naendelea kumfuatilia. Lakini kazi imekuwa kubwa sana, tofauti na nilivyokuwa nadhani. Kwani bado ameendelea kuwa mkaidi. Inapoelekea itakubidi utafute njia mbadala ya kufanya jambo liende kwa haraka. Sawa. Ila niisha kuambia toka mwanzo. Hii kazi niachie mimi. Nitaifanya mwenyewe na nitaimaliza mwenyewe. Wewe nenda kaendelee na mambo mengine. Sawa mkuu. Asante.
Da. Kwa hiyo rafiki yangu Blavu ndo hana kazi tena. Muda huu niko tunapiga story, afu kazi inaendelea mdogo mdogo. Nimemzoea mwanangu. Da, kweli maisha yatabiriki. Hapa ndo nimeamini. Lakini na imani atakuwa sawa. Kikubwa dua. Mkeo amekuja hapa. Ameniambia kuwa siku hizi umekuwa ni mtu mwenye hasira sana. Una kisilani, kiburi, dharau, umheshimu kabisa. Na amekuuliza una shida gani? Umeshindwa kumpa majibu sahihi. Kwa vile yule ni mkeo, umeshindwa kumwambia kwa sababu zako binafsi. Lakini mimi ni ndugu yako, mimi ni dada yako. Naomba uniambie kakangu, una shida gani? Nahitaji kuishi kwenye mwili wako. Yaani inawezekana vipi wewe ukaishi kwenye mwili wangu mimi? Na isitoshe wewe una mwili wako na mimi na mwili wangu. Sasa wewe ukiishi kwenye mwili wangu mimi nitaishi wapi? Hayo maswali yako sio muhimu kwa sasa. Cha umuhimu zingatia ombi langu. Nahitaji kuishi kwenye mwili wako. Yaani inawezekana vipi wewe ukaishi kwenye mwili wangu mimi? Hayo yote niachie mimi. Na siku ukiona uko tayari, utanifuata hapa hapa utanikuta. Au utaniita kwa jina langu. Lakini mimi sikufahamu. Na hata jina lako silifahamu pia. Sauda. Kikweli hakuna shida yoyote. Labda yeye tu amekaa, amefikiria, akaona labda siko sawa na labda nina shida ndio maana amekufuata wewe. Lakini mimi niko sawa kabisa. Hapa juzi kati tulipishana tu kawaida, lakini sio kwamba yeye kufikia hatua ya kuamini labda kuna shida nyingine. Ni kupishana kawaida tu. Najua katika ndoa zote kuna kupishana. Sio kila siku zitaenda kawaida au zitaenda sawa. Lakini amechukulia labda kuna tatizo kubwa ndio maana amechukua jukumu la kutoka nyumbani na kukufuata wewe. Na sio wewe tu. Kuna rafiki yangu mmoja pia alienda kwake na kumuuliza hivyo hivyo kwamba nina shida gani, lakini hakukuwa na shida yoyote. Na nafikiri nyinyi wanawake kuna muda mnaweza kuwaza kitu au hisia zake juu ya jambo, akaamua kukufuata wewe na kukwambia hivyo ambapo amekwambia. Lakini mimi niko sawa kabisa na hakuna lolote lile. Na kama lingekuwepo basi nisingeweza kukuficha wewe. Ningekwambia ukweli. Au uenda issue za kazini huko unakuwa na hasira unazirudisha mpaka nyumbani? Hapana. Yaani wala sio hivyo kabisa. Yaani ni kawaida tu, yaani ni vile ambavyo yeye amenihisi tofauti. Lakini sio kwamba mimi nina jambo ambalo linanisumbua labda au la kunifanya mimi niwe na hasira kama ambavyo ananiona. Ni kawaida tu, kama mwanaume unaweza kupata hasira, unaweza kuwa na wivu, unaweza kuwa na ukaona kitu kijaenda sawa ukatamani kukirekebisha, lakini sio hivyo ambavyo yanafikiria. Kwa mimi nikuhakikishie kwamba niko sawa kabisa na mambo yanaenda katika namna ambayo si mabaya. Kama uko sawa kweli, mimi ningependa mngeishi maisha kama mlikuwa mnaishi mwanzo. Unavyokuwa hivyo unampelekea mwenzako anakuwa na wasiwasi sana, akafikia vitu vingine vibaya. Ndio maana anakosa amani mpaka kuja kunifikishia mimi hii taarifa. Basi siku nyingine mkigombana, naombeni muingie chumbani, myaongee, yaishe, mmalizane wenyewe, yasitoke nje. Nimekuelewa dada. Na umeongea vizuri sana. Nitajitahidi sana kuyamaliza mambo yangu mimi na yeye. Na wala asifike kwa watu ambao labda inaweza isiwe jambo jema sana wao kuwafikia mambo yetu. Nikutoe wasiwasi tena kwamba kila kitu kitaenda sawa na kinaenda sawa.
Vipi tena? Nini kimekuleta hapa, kijana mkaidi? Ni kweli nimekuwa mkaidi mara kadhaa, lakini kwa hali yangu nilikuwa nayo sasa hivi hakuna namna, na niko hapa kukupa jibu la ombi lako kwangu. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Haya, nipe jibu langu. Nimekubali ombi lako na niko tayari kufanya kazi yoyote ambayo unataka kunipa nifanye. Sauda. 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 Hivi ulikuwa na maana gani? Yaani ukatoka hapa ukaenda kwa dada yangu kumwambia kwamba mimi siko sawa. Yaani ulikuwa unamaanisha nini? Na sio dada yangu tu, umeenda mpaka kwa rafiki yangu. Unamwambia kwamba mume wangu hayuko sawa, ana shida gani? Ina maana umeshindwa kuongea na mimi mpaka ukapeleka haya mambo kwa watu wengine? Yaani maana yake nini? Kwamba mambo yangu mimi na wewe ya ndani unaenda kuuliza watu wengine, watu baki. Dada yangu ni ndugu yangu mimi. Sasa unavyoenda kwake unakuwa unamaanisha nini? Mimi anionaje au anichukuliaje? Yaani sijapenda tabia yako kiukweli. Sijapenda kabisa. Kwa mume wangu, wewe unataka mimi nifanye nini? Labda tu nikuulize. Kwa haya mambo ambayo unaniletea hapa, ulitaka mimi nifanye nini? Mimi niliona bora nimfuate dada yako, huenda tukajua nini cha kufanya. Waweza labda kutusaidia. Wewe unataka hii ndoa ife? Nilimfuata dada yako kwa sababu yule ni ndugu yako. Pengine uliongea naye, mimi nitajuaje? Na ndio maana niliona nimfuate. Na kitu kingine pia nilimfuata rafiki yako kwa sababu ni mtu wako wa karibu. Pia anajua unaweza ukawa unasumbuliwa na nini. Au mimi nimefanya vibaya? Hivi uko sawa kweli wewe? Yaani mambo yangu mimi na wewe unaenda kuongea na dada yangu mimi. Na kama itoshi ukaenda kwa rafiki yangu mimi. Yaani ulikuwa na maana, yaani kwa kweli sio tatizo, yaani ni sawa ambacho umekifanya, si ndio? Yaani kwamba unaenda kuongea nao wao wakusaidie nini? Kama mimi ndo nina shida, ulitakiwa uongee na mimi. Tufikie mwafaka wewe na mimi. Sasa unaenda kuongea na dada yangu mimi. Dada yangu ananiita mimi. Ananiuliza maswali ambayo mengine nakosa majibu. Yaani hii maana yake nini? Yaani kwamba wanawake wengine wote walioolewa ndo wanavyofanya hivyo kwenye ndoa zao. Yaani kwa nini wewe? Hivi hata siku moja umewahi kunisikia mimi natoa mambo yako wewe kwenda kuongea na mtu mwingine yoyote? Sasa kwa nini wewe? Nisikilize, sijapenda hichi kitu. Yaani sijapenda kabisa. Alafu unanijibu unavyojisikia wewe. Yaani kwamba ulichokifanya ni sahihi, si ndio maana yake? Ni mara ngapi nimekaa na wewe na kuuliza unasumbuliwa na nini, hutaki kuniambia. Unasema tu uko sawa. Uko sawa, uko sawa. Mwisho wa siku uko sawa, lakini nakuona kabisa hauko sawa. Unataka mimi nifanyeje? Mimi nimesema niko sawa. Niko sawa, najijua niko sawa. Sasa wewe unanilazimisha mimi kwamba kuniambia siko sawa au mimi nikubali kwamba siko sawa. Nisikilize. Kama umeshindwa kuniheshimu mimi na kuamua kwenda kuongea na watu wengine mambo yanayonihusu mimi, it's okay, lakini sitaki kugombana na wewe. Na umekuja kishari na unanijibu unavyojisikia wewe. Yaani kama mimi ni mdogo wako, sijui ni mwanao wa kunizaa, basi it's okay. Endelea kuongea na mengine yote kwa watu wote unaowaona huku nje, majirani, rafiki zangu, ndugu zangu, na kila mtu ajue kwamba mimi siko sawa. Haya makubwa. Kwa alitaka mimi nifanyeje? Nimemfuata dada yake, nimemfuata rafiki yake. Alitaka mimi nifanyeje? Huyu mwanaume huyu anataka tufike mbali. Mimi siwezi nikakaa kuona ndoa yangu inaharibika na angalia tu. Sauda. 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 Sauda.
Mume wako nimemkuta? Mume wangu hayupo. Sawa, sio mbaya. Naweza kuzungumza na wewe pia. Nilikwisha kuzungumza na mume wako, ila naona siku zinaenda tu. Pesa yangu wanipi? Na mzidi kukaa kwenye nyumba yangu. Isio nyumba ya msaada, unajua? Si unanielewa? Sasa natoa siku hizi, siku 2, nikiwa nina maana ya masaa 48. Pesa yangu niwe nimeipata. Tofauti na hapo, mtoke. Nyumba yangu iwe wazi. Manake ningekuwa nahitaji kutoa msaada hapa kwenye nyumba yangu, ningeleta watoto yatima, watu wenye mahitaji ambao hawana uwezo wa kuishi kwenye nyumba za kupanga. Sio nyinyi ambao mnaweza kuishi kwenye nyumba za kupanga na hamtoi pesa. Sasa hivyo vitu mimi sinaga. Sijawahi kucheka kwenye pesa. Naijua pesa vibaya mno na naipenda pesa vibaya mno. Sijui unanielewa? Hii ni biashara. Usione tu kwa sababu nimejenga nyumba kwamba nyinyi mmepanga. Hii sio biashara, no. Ni biashara. Hii taarifa mfikishie mume wako. Yaani nikirudi tena, yani ukaona mguu wangu umekuja hapa, sitakuwa nacheka na wowote. Sawa babangu. Mimi taarifa zako nitafikishia mume wangu. Usiniite baba, mimi baba yako wapi? Ita mwenye nyumba, mimi sio babako, mimi ni mwenye nyumba. Nahitaji pesa. Sawa? Ningekuwa babako mimi ningewaacha mkae huku ndani. Si unanielewa? Mimi sio babako, usiniite baba kabisa. Mimi ni mwenye nyumba wako, nahitaji pesa. Basi. Tumeelewana? Sawa mwenye nyumba. Sawa, umenielewa. Ila nikija hapa tena kwa mara nyingine, kati ya hivi vitu viwili, nyumba yangu nikute iko wazi au nikute pesa. Sasa nyinyi mtachagua ni kipi ambacho kinawapendeza zaidi. Jamani, maisha gani haya sasa tunaenda kuyaishi sasa hivi? Napewa masaa 48. Masaa 48 hayo, hiyo hela tutaipata wapi? Mume wangu mwenyewe tayari kazi hana, pesa hana, sijui tutaishije jamani. Vipi hapa? Afadhali tu umerudi. Hapa sio kwema. Sio kwema kabisa. Ninavyokuambia baba mwenye nyumba katoka hapa sasa hivi. Anahitaji pesa yake. Amekuja hapa amefoka, ameshauti, anahitaji hela yake. Yaani ninavyokuambia, ametoa siku hizo 2 tu. Amesema akija hapa aidha akute nyumba yake nyeupe, ina maana tushaondoka hapo, ama akute pesa yake. Hataki mchezo na pesa yake. Hivyo. Kwa mimi nakusikiliza wewe hapo kama mwanaume, sijui unasemaje? Kiukweli mimi namjua yule na amepanic. Na amepanic kwa sababu kweli nilikuwa simpokelee simu zake. Amenipigia sana, amenitumia message nyingi sana. Lakini ningefanya nini wakati sina pesa? Na nafikiri hiyo masaa 48 ambayo amesema ametoa, sidhani kama yupo serious. Ametumia maneno ili apate hela yake kwa haraka. Wewe usiwe na wasiwasi. Mimi nitaongea naye na jambo litaisha na tutaendelea kukaa hapa kama kawaida. Unamfahamu Unachukulia simple sana. Naona unachukulia simple sana. Ila ungekuwepo wakati amekuja hapa, wakati anaongea, sidhani kama ungetia neno hata kidogo. Sidhani kama ungeongea kitu chochote. Yaani ni amekuja ana hasira, anahitaji pesa yake tu. Hataki maneno, hataki chochote, anahitaji pesa yake ama aikute nyumba ipo wazi. Nisikilize mimi ndo namjua yule. Yaani namuelewa ni mtu wa aina gani. Ni mtu ambaye anapenda kupanic. Akipanic anaongea chochote kile ambacho anaona yeye sawa. Lakini mimi nitazungumza naye, sisi wanaume, sawa? Tuna lugha yetu sisi wanaume kwamba atanielewa. Mambo yangu yamekwama, sina kazi, nitafanyaje? Wewe niachie mimi hili swala, nitamalizana nao mimi mwenyewe. Atanielewa tu. Wewe usiwe na wasiwasi. Tutakaa hapa na maisha yataendelea kama kawaida. Niachie mimi, sawa? Wewe si mwanaume? Nyie wanaume kwamba mtayaongea. Sawa.
Mimi nakuachia wewe mkae muongee, maana mimi naona mambo sasa hivi yashakuwa magumu hivyo. Sauda. 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 Namwona nompa moyo kausaliti, inahoza kaipoteza dira, utwanipo machozi, moyo kandoka nao kilio kaniliza, fumbo maswali kibao nashindwa fumbua. Ningeweza kuombea moyo nadhiri, usipende tena ila iweze. Vipi shemeji yangu? Kwema huko? Kwema shemeji yangu, mzima wewe? Mimi mzima bwana, mimi nimetoka zangu hapo kurekebisha pikipiki, ngona so kuwe nikupite hivi bila kukusalimia, mbona bwana nikufuate rafiki yangu. Haya, niambie wapi tena, mbona na vifurushi hivyo mkoani ni tena hivi? Kuna ndoto nimeota. Najua. Umeota, umekubali ombi langu. Na upo tayari kwa kazi nitakayokupa. Ni kweli nimeota hivyo. Lakini haitakaa itokee kwenye maisha halisi. Labda mimi sio mimi. Ni swala la muda tu. Kila kitu kitaenda kama ulivyoota. Kwa hiyo, jiandae na kazi kijana wangu. Na nisingependa uendelee kunitokea kwa namna yoyote ile, kabla sijafanya maamuzi mengine. Mimi naelekea huko Temeke. Ngajua bwana na Morogoro, ngajua na mkoa tena kifurushi kama hivyo tena ngasema uko sio kwema na vifurushi hivyo tena mpaka Morogoro tena kukuta zetu ulumba juu kule dutumi tena ushahamia. Haya, Temeke unafanya nini tena? Mimi naenda kuna shughuli huko kwa mdogo wangu. Kwa ndo maana una vifurushi vijola tena, mambo ya vijola vya shughuli. Yaani kama shemeji ukiona kama kuna mtoto wa shangazi yako, rafiki yako, yani kachaka kapigwa na mapenzi, kafuba, kanywa pombe zote paka kamaliza. Yaani jinsi gani mtu gani kachokwa. Yaani paka kama utazama kwenye vigodoro, niletee mimi. Yaani mimi niko tayari kabisa huyo mtu mimi kumliwaza na kumpetipeti, yaani hata ngozi yake itarudi kuwa kwenye ubora wake kama zamani. Wewe tena huachi tu mambo yako. Kwa nini unataka mtoto mzuri Nikipata hata mmoja ambaye kafubaishwa na mapenzi, ambaye kapigwa na mapenzi. Kajiunga vifurushi vyote wapi? Wewe namtaka mlete kwangu. Shemeji yangu, niache niende. Nitarudi na feedback. Sasa shemeji haina noma. Baadaye. Baadaye utarudi kweli shemeji. Sio taniletea kweli, asija kandanganya kama Manoli inasema taniletea mdogo wake mpaka leo hajaniletea. Sio taniletea kweli. Shemeji unauletee? Naitwa kwenye Sauda. Ukitaka uwe salama zaidi, lazima ukubaliane na mimi. Siwezi kukubaliana na wewe. Basi, kaa kwa kutulia. Wakati ukifika, kila kitu kitakaa mahali pake. Nadhani unanielewa. Sauda. 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 Sauda.
Karibu Bravo bwana, jisikia kama uko nyumbani. Kifupi tu hapa tuko tunaishi wote. Jisikie huru muda wote, saa yote. Bravo, wewe umenisaidia vitu vingi sana. Umenisupport vitu vingi sana. Na sina cha kukulipa rafiki yangu. Kukulipa kwangu niseme kukusaidia ambapo unakumbana na majanga, unapata matatizo, mimi ndio kukusaidia. Kwa kuwa ni rafiki yangu ambapo kuna vitu fulani umenifanyia na mimi wema wangu wa kulipa ndo. Kwa hiyo karibu sana. Jisikie huru. Hapa ni kwako muda wote, saa yote. Hapa ni kwako. Jisikie amani kabisa. Kwanza mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kwa sababu anajua ni rafiki yangu. Lakini kuwa rafiki yangu pekee sio kigezo cha yeye kunisaidia. Maana kuna watu wengi sana ambao wana marafiki, wana ndugu, lakini hawajathubutu kuwasaidia. Kiukweli umenionyesha moyo wa upendo sana. Na nitakuwa sina fadhila kama sitakushukuru kwa moyo wako kwa kuniruhusu mimi niishi hapa nyumbani kwako. Nafikiri yangu ni hayo tu machache. Nashukuru sana 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 ndugu yangu. Maana umenifaa sana katika kipindi kigumu kama hicho kwenye maisha yangu. Mimi nakuombea tu Mwenyezi Mungu akubariki na kuzidishie na baraka zake ziambatane na wewe. Nashukuru sana ndugu yangu. Hii ni mitihani tu. Na kila binadamu anaipata kwa wakati wake. Kwa hiyo mimi na imani mambo yatakaa sawa tu. Kwa mtu mwingine anaweza akaona ni jambo jepesi au ni jambo dogo, lakini kwangu mimi ni jambo kubwa sana. Fikiria, sina mke, sina makazi, sina kazi ya kufanya hapa mjini, lakini umenibeba na kunisaidia kama ndugu yangu kabisa wa tumbo moja. Kiukweli nashukuru sana. Sana sana sana.
Labda nikuulize kitu kimoja kwanza. Hivi kwenye harakati zako huko hujapata kazi yote ambayo unaweza kanifaa mimi kuifanya? Maana naona maisha ukaa nyumbani tu kila siku sio maisha yani. Natamani nipate kazi na mimi niwe busy nitafute hela ndugu yangu. Kweli, lakini mimi bado sijapata kazi. Na nikipata kazi inabidi chapu ni kuunganisha rafiki yangu. Maana hata hivyo unavokaa nyumbani pale unavokaa bila kazi unajua unajisikia mnyonge sana. Kwa hiyo nitajitahidi sana nikipata kazi ni kuunganisha ndugu yangu ili uende kujitafutia hela zako. Na utimize malengo yako pia. Najua rafiki yangu unaumia sana kwa peke yako pale nyumbani afu kwa huna kazi. Yaani hapo unaponiona sina hata 100 yani. Yaani niko ovyo vibaya. Sina hela kabisa. Sasa hebu nichekie kidogo ndugu yangu hata kama itakuwa buku 2 angalau niishi leo. Haya sio maisha haya. Vipi? Ukotoka uko kwema? Mbona hujanipigia simu kama unakuja leo? Aya, ungenikosa. Na nilikuwa natoka naenda kwenye mishemishe zangu. Kuna shida gani? Kiukweli sio kwema. Yaani sio kwema kabisa. Kwa kipindi cha muda kidogo hapa katikati kuna jina lilikuwa linanitokea. Na jina lake ni Sauda. Lakini nilikuwa nahofia kukwambia. Yaani sio wewe tu, hakuna mtu yote ambaye nimewahi kumwambia kuhusu hili swala. Na aliniambia kwamba anataka kufanya kazi na mimi kupitia mwili wangu. Kitu ambacho mimi kila siku nilikuwa namkatalia. Na akaniambia kwamba maisha yangu yatakuwa magumu na nitakutwa na mabalaa kila namna kwenye maisha yangu endapo nitakataa kufanya kazi yake. Na ni kweli hivi ninavyoongea na wewe sina mke, sina kazi, mambo yangu yanaenda vibaya kabisa. Hata nyumba ambayo nilikuwa nimepanga nimeshafukuzwa. Nimekosa hela kabisa na kazi sina. Na nimelificha ile jambo kwa muda mrefu sana. Lakini kwa hapa ambapo nimefikia, hali yangu ni mbaya sana. Na siko tayari kufanya kazi na wewe Jini. Naomba unisaidie dada yangu. Makubwa tena. Kwani kuniambia siku zote hizo mdogo wangu? Uone kwa ni hatari. Sasa ni hivi, tutafute mchungaji akuombee ili hilo jini hilo linakufuatilia likome. Liache kukufuatilia. La sivyo tusipomtafuta mchungaji ataendelea kukufuatilia na mambo yatazidi kuwa magumu. Dada, yani kwa hali ambayo niko nao sasa hivi, yani mimi niko tayari kwa chochote. Kama ni kwa mchungaji, mimi niko tayari kwenda hata sasa hivi kama ingewezekana. Kwa hiyo wewe kama utaongea naye, ongea naye dada. Yani hali yangu ni mbaya sana. Yani unavyoona hapa, nikitoka kwenye mishemishe zangu, lazima taarifa nipelekee mchungaji. Maana hatua iliyofikia ni hatua mbaya sana. Kazi huna, mke huna, ulipokuwa umepanga umefukuzwa. Yaani ueleweki, una mbele wala nyuma. Umekonda mdogo wangu. Na kuulizaga kila siku, shida nini hutaki kusema mpaka hali imekuwa hivi kubwa. Hapa siwezi kukubali, lazima uombewe. Mimi niko tayari. Kwa hiyo muda wote unipigie simu. Hata kama itakuwa ni kesho kutwa, anytime. Mimi niko tayari dada.
Ila kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Mdogo wangu lazima apone. Samani kaka. Naitwa Sauda. Mimi ni mgeni hapa. Naomba tuelekeze kwa mzee Akili. Kwa mzee Akili. Bila shaka umefika. Maana huu ni utawala wangu. 26, 32, 45. Katika watu ambao wana namba ni mimi hapa. Ukimwona njia hii hapa, ukinyoosha hii njia, ukikunja kushoto hapa kuna genge. Ukifika kwenye genge ndio hapo hapo kwa mzee Akili. Utakuwa umeshafika dadangu. Sawa. Kwa hiyo tutakapofika hapa kwenye hicho kigenge, tutakuwa tayari tumeshafika kwa mzee Akili. Samahani dadangu. Unajua mara ya kwanza umezungumzia wingi. Nikajua bado umekosea, lakini mara ya pili tena kusikia umeka tena wingi huu. Dadangu, vipi wakati inakuwa uko peke yako? Niko peke yangu kivipi? Mimi niko na pacha yangu. Pacha yako? Ndiyo. Una bahati sana wewe. Kwanza nyota yako haina mvuto. Mweupe. Sauda. 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 Unadhani anapotaka kukupeleka dada yako mtafanikiwa? Au mtakuwa mnapoteza muda wenu? Mimi naamini kwamba kila kitu kitaenda sawa. Na sio kuwa sawa tu. Yaani maisha yangu yatarudi kama zamani. Sawa Na huu usumbufu wako kunitokea mimi kila saa itakuwa imefika mwisho sasa. Unajidanganya sana brother. Hauwezi kunikimbia hata kidogo. Muda wowote kuanzia sasa utaenda kuianza kazi yako rasmi. Na kazi yako kubwa ni kwenda kuharibu maisha ya watu. Kuhakikisha unawaondolea furaha, amani na utulivu. Nadhani unanielewa. Sawa, nimekuelewa mkuu. Ilibidi nifanye hivyo ili tuweze kumdhibiti. Maana bila kutumia nguvu tusingeweza kumpata tena. Kama dada yake angempeleka huko alipotaka kumpeleka. Umefanya jambo la maana mkuu, kutumia nguvu zako kufanya hii kazi. Ni kitu ambacho nilikuwa nakwambia kila siku mkuu. Sawa. Kazi anaianza leo rasmi. Hivyo anahitaji ushirikiano wangu na wako ili aweze kuifanya kazi vizuri. Hilo halina shida mkuu. Tutakuwa pamoja naye, lakini hongera kwa kufanikisha kazi. Sawa. Ikitokea na kuhitaji, hakikisha unafika kwa wakati. Sawa mkuu, hakuna shida. Sauda. 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 Muda wa kuianza kazi umefika. Samani, nimekusimamisha hapa. Kuna kitu nataka kuongea na wewe. Wewe ni mwanamke mzuri sana,
mrembo na umenivutia sana. Nataka nikwambie tu kwamba nakupenda sana. Kwa hiyo nahitaji unifuate. We kaka, hivyo una akili kabisa timamu? Ubongo wako unafanya kazi kweli? Yaani mtu umjui ghafla tu from nowhere, yani tu unamsimamisha afu unamwambia maneno kama hayo. Hivi unajielewa wewe? Hivi unavyojiona wewe juu mpaka chini, unaweza kuwa na mimi? Tena koma, ukiniona siku nyingine sitaki kabisa uniongeleshe wala unisimamishe na kunielezea upumbavu wako. Sijui tunaelewana? Ni sawa. Lakini sikukusimamisha hapa ili mimi na wewe tulumbane. Naomba unielewe. Nakupenda. Kwa hiyo unahisi kila anayopita pale barabarani anajiuza au anatafuta mabwana? Hivi umesema unanipenda? Sasa kama unanipenda, mimi nimekubali. Ila nakuomba kitu kimoja tu, naomba kwanza twende nyumbani kwangu. Karibu. Hapa ndo nyumbani kwangu napoishi. Usishangae sana, maana tangu nimehamia na siku 2 tu. Na kingine nafurahi sana kuhamia katika nyumba mpya na kupata mpenzi mpya. Kwanza asante sana. Lakini pia nikupongeze. Nyumba ni nzuri sana. Inaonekana ni mwanamke mpambanaji. Kwa hiyo itakuwa si vema kama sitakupongeza kwa hilo. Na ninafurahi sana kuwa mwanaume wa kwanza kuingia kwenye nyumba yako mpya. Amna, usijali. Vitu vya kawaida tu. Labda nikuulize tu. Kwenye hii nyumba kuna mtu mwingine alikuwa anaishi naye? Au ni wewe tu mwenyewe? Hapana, nitakuwa naishi peke yangu. Ila kwa vile sasa hivi niko na wewe, nitakuwa naishi na wewe. Kikweli nimefurahi sana. Na ninafurahi sana kuona kwamba umekuwa na upendo mkubwa sana kwangu ndani ya muda mchache tu. Basi sawa. Baby, kwa sababu nimetoka kwenye mishemishe zangu, alafu jua ni kali, naomba nikuache kwa dakika kadhaa tu nikajimwagie maji. Au nataka tukaoge wote? Hapana. Usijali, wewe nenda tu, nitakusubiri hapa hapa.
Lea, nimetoka nilipotoka, nimekuja hapa katika nyumba yako hii mpya. Nimekuja hapa nia na mazumuni tuongee. Kwa naomba tuingie ndani tuongee. Saa ngapi sasa hivi? Alafu unakujaje nyumbani kwa mtu usiku? Alafu unakuja tu bila taarifa kweli? Lea, yani mimi kuzungumza na wewe sasa hivi kumekuwa kunakiana na muda. Kumekuwa na mipaka ya kuzungumza na wewe. Lea, nisikilize mpenzi wangu. Mimi nahitaji kuzungumza na wewe kuhusiana na mazingira hapa nyumbani. Unajua hapa wewe ndio nyumba yako mpya umeingia. Na mimi sijawahi kufika, ndo kwa mara ya kwanza nafika. Kwa nini unanikataza nisiingie ndani? Sikiliza nikwambie. Kwa muda huu siwezi kukuingiza ndani kwangu. Kama una mazungumzo na mimi, uje kesho. Tena mapema, sio usiku kama sasa hivi. Tena kabla ya kuja, unipigie simu. Alafu ndo ulete miguu yako hapa. Unajua Lea, ngoja nikwambie kitu. Wewe mimi ni mpenzi wangu. Na hilo swala lipo wazi kabisa, hata watu wanaelewa hicho kitu. Sasa mimi kuja kwako kuna tatizo gani? Au wewe kuja kwangu mimi kuna shida gani? Kwa mimi sipasi kuja kwako? Siruhusiwi mimi kuingia huko ndani? Hivi unakisikia unachokisema kweli? Kama mpenzi wako? Kwa hiyo ndio uje tu nyumbani kwangu kiolelaolela. Alafu sikiliza. Sina muda kugombana na wewe usiku. Sawa? Naomba unielewe. Sawa. Mimi naondoka Lea. Lakini hichi ulichokifanya sio sawa. Lea, mimi binadamu vile vile. Sawa. Asante. Wewe tena. Nilikwambia uje mapema. Ila usije bila kunipigia simu. Mbona umekuja bila kunijulisha? Lea, naomba unisikize nikwambie kitu. Naomba unisikize kwa makini sana. Sawa Lea. Umeelewa vizuri mamangu, Mimi Lea nimekuja hapa jana. Na nimekuja hapa kuzungumza naye, lakini umenikatalia kata nisiingie huko ndani Lea. Kwa nini unanifanyia hivyo? Unataka kuzungumza na mimi kuhusu nini? Au kipi usichokielewa nikueleweshe? Lea, mimi nina swali nataka nikuulize. Lea, una mwanaume mwingine tofauti na mimi? Hivi hadi upofikia hapo unashindwa kumwelewa mtu akiwa katika hali fulani labda hivi, au mabadiliko yake anaweza kaa kapatwa na nini au kuna kipi unashindwa kuelewa? Sawa, si unataka ujue kweli nimepata mwanaume ambaye naendana naye kuliko hata nilivyokuwa na wewe. Hata jana ulivyokuja nilikuwa naye ndani, ndio maana nikashindwa kukuruhusu kuingia ndani. Kwa hiyo unaweza kutafuta tu mwanamke mwingine. Kwani Lea, ngoja nikwambie kitu. Kwani Lea, yani wewe mimi kosa langu liko wapi Lea? Au mimi nimekukosea nini Lea mpaka unanifanyia vitu vyote hivyo Lea? Kwa hiyo wewe Lea una mwanaume mwingine tofauti na mimi kumbe? Lea, kupata kazi kidogo na kukaa sehemu ambayo kidogo wewe ni nzuri ndio imekuwa tatizo hilo? Lea, leo unaona mimi sina umuhimu kwako? Lea, ndo muona ndo maamuzi mazuri ya kuchukua kwangu. Mimi Lea nimekukosea nini kwani mamangu Kwa Lea, tunakaa siku zote tupo mimi na wewe Lea. Lea unapata kazi nzuri. Lea, hicho unachokifanya sio kizuri Lea, kinaniumiza kama mwanaume.
Kwa mimi leo sina thamani kwako Lea. Na unaniacha. Kisa una mwanaume mwingine Lea. Hujawahi kuachwa wewe? Kwani mimi ndo mwanamke wako wa kwanza? Mbona king'ang'anizi? Mimi bado nakupenda Lea. Nakupenda na wewe mwenyewe unakijua hicho kitu Lea. Kwa nini unafanya unaruhusu vitu vyote hivyo Lea? Kwa nini unaruhusu hiyo hivyo Lea? Sasa basi kama ulikuwa na mwanaume mwingine Lea, ungeniambia basi. Ungeniambia toka zamani Lea, kama una mwanaume mwingine. Mimi ningetafuta hiyo type yangu unayosemea Lea, lakini sio hicho unachonifanyia. Hebu sikiliza. Sipo hapa kwa ajili ya mjadala wangu mimi na wewe. Sawa? Nesi nimeshakwambia kinachopaswa kusema kwako na nimeshakisema. Unaweza ukaenda. Alafu na kuonya. Sitaki unisumbue tena. Na sitaki nione hivyo viguru vyako umevileta hapa kwangu. Sijui unaelewa? Lea. 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 Vipi? Mbona umeishia hapa? Si ungekuja tu hadi nyumbani? Nilikuwa najua kama unakuja. Kwa hiyo nilikuwa nakusubiri wewe ili tuende wote. Sawa. Alafu jana mbona sikukuona ulivyoondoka? Nilikuwa na umelala. Na ulikuwa umechoka sana. Kwa hiyo nikaona si vizuri nikikusumbua. Na ndio maana nikaamua niondoke kimya kimya. Lakini hata hivyo nilijua ukiamka utashangaa kutokuniona pembeni yako. Lakini usiwe na wasiwasi. Sawa, haina shida. Ila umeshapaona kwangu. Na mimi lini utanipeleka kwako nikapaone? Sio wazo baya. Ni wazo zuri sana. Lakini ili ufike kwangu hautakiwi kuwa mwoga. Nisiwe mwoga? Hautakiwi kuwa mwoga. Unamaanisha nini? Usijali. Nilikuwa nakutania tu. Ni kawaida. Na ni mazingira tu ambayo sio tofauti sana. Lakini iko siku nitakupeleka. Sawa, basi twende tu. Sawa. Vipi? Ulikuwa hujalala? Nilikuwa sijalala. Kuna mambo yangu nilikuwa nafikiria. Vipi wewe? Mbona umeshtuka ghafla kama kuna kitu ambacho kimekustua? Ni kweli. Nimestuka sana. Na ninaogopa mno. Kuna ndoto nimeota. Nimeota kuna sehemu hivi nipo.
Tena sio peke yangu, nipo na wewe. Tena nilionekana nakula matunda. Sasa hata sielewi ilikuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo wewe, yani unaota unakula matunda, unaamka umeshtuka kwa kiwango hicho, yani unakuwa ni kama bado ni mtoto, haujakuwa. Unaota unakula matunda, yani ni ndoto ambayo ya kukushtua kwa kiwango hicho kweli? Sikutegemea kama unaweza ukashtuka sana kwa ndoto ya aina hiyo. Anyways, muda umeenda sana. Alafu wewe kesho asubuhi unataka uingie kazini. Naomba ulale, upumzike. Achana kabisa na hizo ndoto za ajabu ajabu. Sawa? Karibu. Asante. Sasa hizi salama. Kwa majina naitwa Jumongo na mzigo wako hapa nimeelekeza nikuletee. Sawa. Hii karatasi imetoka wapi? Hiyo karatasi imetoka ofisini kwenu, nimeagiza nikuletee. Okay. Sawa. Nashukuru. Bye. Ofisi imeamua kukusimamisha kazi kwa muda usiojulikana. Upatapo barua hii, hutakiwi kujihusisha na kazi yoyote ile ya kiofisi, sambamba na kukabidhi nyumba ambayo pia ni mali ya ofisi. Mkurugenzi, Ofisi Kuu. Sauda. 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 Bravo, ameanza kazi vizuri sana, tofauti hata na nilivyofikiria, na amekuwa na matokeo chanya kwa kila anachokifanya. Mara ya kwanza kabisa uliponiambia ni mwelevu, nilijua kabisa kwamba haya yatatokea, na ndio maana nilikushauri utumie nguvu zako ili tumpate. Kama nilivyokuambia, kila kitu kipo sawa kwa upande wake. Ifike wakati sasa nitulie kwenye utawala wangu. Nimefanya kazi kwa muda mrefu sana, ila kwa sasa nimepata msaidizi. Ni sawa kabisa, kama nilivyokuahidi, nitashirikiana naye kuifanya kazi. Nimefurahi kusikia hilo.
Sauda. 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 Sheko, nahitaji kuongea na wewe, maana nimetoka nyumbani kwako sijakukuta. Afadhali tulivyokutana hapa. Najua nimekukosea sana, lakini naomba unisamehe Sheko. Nimegundua ndo mwanaume anayekupenda. Hebu tuache yale, alishapita. Naomba unielewe. Sheko, who's this guy? Ndo huyu? Ndo huyu mjomba. Kula leti. Ndo huyu? He! Mama! Kwa akakademu wakati anakunyima usingizi haka. Mimi mjomba unaniambia bwana mimi mjomba mapenzi yanitesa, kwamba nichanganya. Mimi nikaje sio nani? Mimi ulinichanganya wewe. Nikasema utakuwa umesema Mobeto, atakuwa lini oya, atakuwa nani? Kumbe haka. Akaanza kukutesaka. Kana uzuri gani hizo kukutesaka? Kaangalia kalivo. Kama usiliti. Kitizama kivile. Wewe mwanamke kwanza kabla gani wewe? Usinijibu shajua wewe. Wewe kama somo makonto tokamua wewe. Ake Mungu nakwambia. Wewe una moyo wa kisiki wewe. Wewe moyo tamaa sana wewe. Unataka range mapema? Unataka swap wewe? Mpumbavu kabisa wewe. Mjambo umsamehe wewe. Lea, nisikize kwa makini sana. Mimi nilishakusamehe muda mrefu sana. Ndio maana nilikuacha. Lakini kwa sasa hivi Lea, hiyo nafasi tena haipo. Ningeomba uniache tu na maisha yangu Lea. Kwa sasa hivi sihitaji tena mapenzi na wewe Lea. Nisingeona unanifuatilia wala kunifuata tena Lea. Kwa sasa sihitaji mahusiano na wewe. Unajua nimekosea jamani, lakini na mimi binadamu. Naomba usamehe mpenzi wangu. Nitaishije bila wewe lakini eti. Kiukweli mimi siwezi kurudiana na wewe kabisa. Na kukusamehe nilishakusamehe muda mrefu. Lakini swala la mapenzi Lea mimi na wewe tena basi lilishaisha muda mrefu sana. Kwa mimi ningeomba uniache na maisha yangu. Niko na mjomba wangu, kwa sihitaji tena discussion yoyote. Naomba unisamehe mpenzi wangu. Haitojirudia tena na kuahidi Sheko. Haki ya Mungu ajirudie. Wewe mama, uko sawa kule? Sheko akakadimu kana au kiziwi yaka. Umbe utakiwe. Anashikwambia hakutaki fanya maisha yako. Wewe unataka nini tena? Au unataka roho yake? Mjomba mwachie roho basi baki nasi tuondoke zetu. Hebu twende huko mjomba. Sauda. 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 Sauda.